Mwanangu Kobero, ikifika saa 12, sio yani ndio nikuwa narudi nyumbani. Saa 12 uwe ndani. Umenisikia? Yani kila siku mimi nacheza kurudi mpaka hamu ya mchezo ishe. Leo nanipangia muda wa kurudi mama. Haya. Basi litakalo kutokea tusianze kuulizana. Wewe nenda. Nakufa Manjelu. Manjelu nakufa huku. Manjelu nakufa. Manjelu nakufa huku. Manjelu nakufa. Ninakufa huku Manjelu jamani. Walimwengu nisaidieni. Mulungu kande kachidako. Walimwengu nisaidieni. Mulungu kande kachidako. Mwanangu nene mwe. Mwanangu nene mwe. Nitendaji mwe. Nisaidie mwe. Mwanangu jane kulongera mwanangu. Leko kuchelewa kuyaukai. Saa 12 uingie ndani. Wewe ukunisikia? Unisikia mimi mamako? Mamako nimesema maneno yote. Neno gani Kobero sijakuambia? Unasema uingie ndani kabla ya saa 12 mwanangu. Mwanangu hukusikia ndio haya yamekutokea. Jamani walimwengu nisaidieni mwanangu mimi. Mungu kandika chidako. Jamani mnisaidie mimi. Kobelo, hali imekuwa mbaya. Baba, katika jina la Yesu, pokea roho yake huyu mtoto. Amepigwa na radi sasa kwa sababu hakusikia maonyo ya mama yake, lakini tunakuomba Bwana msamehe. Msamehe Bwana, msamehe kiwezekana Bwana. Umponye Bwana, mponye. Kumbuka rehema zako Bwana. Mungu tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Jamani mwenza nilikuwa wapi? Mara mwisho niliona kitu kule angani. Halo, niliona mwanga wa buluu. Baada ya kuona hiyo, basi mpaka sasa hivi ndo nainuka hapa. Yani mie sikuwa na habari. Na huko nilikokuwa yani nimeona malaika ananiambia mimi nina dhambi nyingi. Sikumtii mamangu, sikuwatii wazazi wangu wala serikali wala nani. Sasa nimeambiwa nirudi, nije nitubu. Halafu niendelee na maisha kidogo. Kobelo, sio kidogo. Mungu akuongezee maisha marefu. Hata hivyo Mungu ni mkuu sana. Endelea kuishi Kobelo. Usirudie tena, mtii mzazi wako. Mama yako alikwambia kuingia ndani 12 kasoro, yani saa 12 uwe umeshalala. Lakini ubishi wako sasa unaona haya yaliyotokea Kobelo. Mheshimu mama yako Kobelo, usirudie tena tabia hiyo. Unasikia Kobelo? Asante sana kwa ushauri wako. Nitayatekeleza hayo. Mbona sasa mimi sina question kuhusu hayo tena jamani. Asante. Nakufa Manjelu. Manjelu nakufa huku. Manjelu nakufa. Manjelu nakufa huku. Manjelu nakufa. Ninakufa huku Manjelu jamani.
Walimwengu nisaidieni, ni Mulungu kandeka chidako. Walimwengu nisaidieni, ni Mulungu kandeka chidako. Mwanangu nene mwe, mwanangu nene mwe, nitendaje mwe, nisaidie mwe. Mwanangu jane kulongera mwanangu, leko uchelewa kuyaukai. Saa 12 uingie ndani. Wewe ukunisikia? Unisikia mimi mamako? Mamako nimesema maneno yote. Neno gani Kobelo sijakuambia? Unasema uingie ndani kabla ya saa 12 mwanangu. Mwanangu hukusikia, ndio haya yamekutokea. Jamani walimwengu nisaidieni mwanangu mimi. Mulungu kandeka chidako. Jamani mnisaidie mwi. Kobelo, hali imekuwa mbaya. Baba, katika jina la Yesu, pokea roho yake huyu mtoto. Amepigwa na radi sasa kwa sababu hakusikia maonyo ya mama yake, lakini tunakuomba Bwana msamehe. Msamehe Bwana, msamehe kiwezekana Bwana, umponye Bwana, mponye. Kumbuka rehema zako Bwana. Mungu tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Jamani mwenzani nilikuwa wapi? Mara ya mwisho niliona kitu kule angani. Niliona mwanga wa buluu. Baada ya kuona hiyo, basi mpaka sasa hivi ndo nainuka hapa. Yaani mie sikuwa na habari. Na huko nilikokuwa, yaani nimeona malaika ananiambia mimi nina dhambi nyingi. Sikumtii mamangu, sikuwatii wazazi wangu wala serikali wala nani. Sasa nimeambiwa nirudi, nije nitubu. Halafu niendelee na maisha kidogo. Kobelo, sio kidogo. Mungu akuongezee maisha marefu. Hata hivyo Mungu ni mkuu sana. Endelea kuishi Kobelo. Usirudie tena, mtii mzazi wako. Mama yako alikwambia kuingia ndani 12 kasoro, yani saa 12 uwe umeshalala. Lakini ubishi wako sasa unaona haya yaliyotokea Kobelo. Mheshimu mama yako Kobelo, usirudie tena tabia hiyo. Unasikia Kobelo? Asante sana kwa ushauri wako. Nitayatekeleza hayo. Mbona sasa mimi sina question kuhusu hayo tena jamani. Asante.